اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا يا رب العالمين واجعله حجة لنا لا حجة علينا. Hadirin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza sinabudi nianze kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalalu, naye ndo mwenye haki ya kushukuriwa, Mola anayetuneemesha kila leo kwa neema zake mbalimbali tena nyingi. Tunasema nyingi kwa sababu mwenyewe amesema katika Qur'ani kuhusiana na wingi wa neema zake, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yani hata mkiamua kuzihesabu neema anazoaneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mjue kwamba kamwe hamtoweza kufikia kujua idadi yake. Ni nyingi nyingi sana. Miongoni mwa neema hizo ni kutuwafikisha tumeingia katika mwezi wa Ramadhani wa mwaka huu 1447 sawa na 2026, na leo tumeumaliza mchana wa 26, tumeuanza usiku wa 27, hali ya kuwa tu wazima, tuko salama na alhamdulillah tumejitahidi kama binadamu kuyafanya yale ambayo kwamba yanamridhi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumefunga, tumesoma Qur'ani, tumeleta adhkari, tumemtaka msamaha, tumepeana sadaka, lakini pia tumehudhuria majalisul khairat, durusi mbalimbali. Sote tusemeni alhamdulillah. Dhalika fadlullah yutihi man yasha, sio kila mmoja anapata, bali ni fadhili ya Mungu. Mwenyezi Mungu humpaye anayemtaka mwenyewe. Kwa hiyo tunamshukuru Mola kwa hili, lakini nitangulize mapema kumuomba Mwenyezi Mungu atukubalie hayo yote tuliyofanya. Hilo ndio kubwa zaidi sasa, kufanya kisha Mwenyezi Mungu akakukubalia. Ibnu Ataillahi Sakandari katika kitabu chake Al-Hikma Al-Ataiya, Sheikh Isa anakijua, anakisoma sana, namsikia mara nyingi akinukuu mambo huko. Anasema mle, rubbama Allahu yaftahu laka abwaba al-ibada wala yaftahu laka abwaba al-qabuli. Anasema kufanya sio hoja. Inawezekana au unagusa huko mpeta au jikili bwana hichi asintishike. Anasema inawezekana Mwenyezi Mungu akakufungulia, nipe nyingine hii ni toa sio sito. Anasema inawezekana Mwenyezi Mungu akakusaidia, akakufungulia milango ya kumwabudu na kumtii na kutekeleza awamiri zake, lakini asikufungulie milango ya kukukubalia ibada zako. Mwenyezi Mungu atukinge na hilo. la kupambana usiku mchana jioni
unayafanya mambo kwa kutaka kumridhi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akakutizama the way unavyofanya, saa huyu hapati kitu. Mwenyezi Mungu asitupitishe huko. Raha ya kufanya basi upate matokeo, kwa sababu siku ya Kiyama twenda onyeshwa tulioyafanya. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yawma idhin tuhadithu akhbara bi anna rabbaka. Sasa hapa yawma idhin yasduru nasu ashtata, siku ya Kiyama watakuja watu makundi kwa makundi. Wanakuja kufanya nini? Liyurau a'malahum, ili wakaonyeshwe matendo yao. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Aliyofanya mtu uzito wa sisimizi upande wa shari ataiona, na aliofanya hata kiasi cha sisimizi upande wa nini ataona. Kwa hiyo hiyo ni siku ya kuangalia matokeo, siku ngumu. Nikwambie, ukitaka kuijua ugumu wake, jaribu kuifananisha na siku unaokwenda kuchukua result ya test uliofanya ya maradhi. Ambia tunakufanyia ukupima magonjwa yote, figo, moyo, sukari, ukimwi, kisha kesho njoo uchukue majibu yako. Watu wengi hawarudi tena katika vituo vya afya, kienda kupima yeye mwenyewe, lakini tajikuta mbovu, anageuka anarudi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuwafikisha tumefanya, na atukubalie, na kutukubalia atubebee hivyo hivyo tulivyofanya, kama wanavyosema salafu na saleh. Al-Habib Haddadi ana dua yake anatufundisha katika Ratibul Haddadi, tunaambiwa tuisome kila siku, imma baina ya magharibi wal isha au baada ya isha. Ana dua anatufundisha tuseme, khudh minna jumalan wala tutalibna bitafsir. Ya Rab, tuchukue na tupokee jumalan, jumla, wala tutalibna bitafsili, usituchukue kwa upambanuzi kwamba ngoja niangalie swala ya mtu kuanzia kipengele baada ya kipengele, udhu wake ulikuwaje, haya kuelekea kibla kwake kulikuwaje, takbira yake al-ihramu ilikuwaje, nia yake ilikuwaje, suratul Fatiha yake anaambia Mwenyezi Mungu sisi, khudh minna jumalan. Nawependa sana kusana neno hili, khudh minni jumalan wala tutalibni bitafsir. Ya Rabbi, nichukue mimi jumla, usinichukue kwa upambanuzi, kitu baada ya kitu, sitoki. Kwa lugha ya mjini, sitoboi. Swala zenyewe hizi, funga zetu hizi, umekaa pahala umefunga, unapita kitu na shahadu la ilaha illa Allah unastaghfirullah, na kazi ya khudh minna jumalan wala tutalibna. Mwenyezi Mungu atukubalie. Waislamu, baada ya utangulizi huo wa kumshukuru Mungu na kumuomba, basi pia ni wajibu wangu kushukuru uongozi wa Al-Masjidul Maamur. Hii nakumbuka ni mara ya pili au ya tatu, kila inapofika siku hii kakaangu Sheikh Isa bin Uthman anasema nije nianzie hapa kisha ni duru misikiti mingine. Si kwa sababu ya kuwa tunajua sana, lakini kwa sababu ya mapenzi yake kwangu. Namshukuru yeye na wote wanaofanya kazi yake nyuma yake, lakini pia nawashukuru nanyi waumini wa msikiti huu kwa kukaa na kunisikiliza.
sio kitu rahisi kusikilizwa. Watu hulazimisha kufanyaje? Kusikilizwa. Sikilize wewe, ngoja. Lakini nyinyi mmekaa, hata sijawalazimisha. Mwenyezi Mungu nanyi awalipe kila la heri. Tuseme nini? Bila hakika maneno ya kusema ni mengi, lakini ninachotaka kukisema na kukumbusha, kwanza nikumbushe nafsi yangu na nyinyi wazee wangu, ndugu zangu, maisha baada ya Ramadhani. Maisha, Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu, tuimalize Ramadhani na tuendelee na maisha yetu. Lakini vipi tunatakiwa sisi tukaishi baada ya Ramadhani? Kwa msemo mwingine, namna gani tuenda zilinda thawabu zetu? Tumepata thawabu nyingi sana. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna sana kulluha Ramadhan. Maneno yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, lau watu wangejua yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani, wenyewe wangetamani mwaka wote uwe ni nini? Ramadhani, siku 360 au siku 365 zote ziwe Ramadhani. Kwa hiyo na alhamdulillah tumeingia ndani ya siku hizo za Ramadhani na tuko mwisho. Vipi tunakwenda kuyalinda yale tuliyopata katika Ramadhani? Ramadhani ni mwezi wenye baraka. Hapana shaka tumepata baraka nyingi sana. Ramadhani ni mwezi wa rahma, bila shaka tumerehemeka vya kutosha. Ramadhani ni mwezi wa kufuta makosa, kufuta makosa. Tumeingia ndani ya Ramadhani na mizigo, akaunti za makosa kama wanadamu. Kullukum khata, mwenyewe anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote mna makosa, na ndio tumeingia katika Ramadhani hivyo. Lakini moja katika yaliyomo ndani ya Ramadhani, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema wayahutul khata. Ndani ya mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu anafuta makosa, achilia mbali kusamehe, yahutu, anafuta. Maana yake unaweza ukamsamehe mtu, lakini alichokufanya huja kifuta. Ukimwona sana nimemsamehe, lakini huyu siku moja alinitukana, huyu nimemsamehe, lakini siku moja alichukua kofia yangu. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani anasamehe na anafuta kabisa. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao tuliofutiwa. Yaliyomo ndani ya Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu mwenye kufunga Ramadhani mchana na akasimama usiku, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Sio mchezo, husamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi yake yote. Kafunga mchana, usiku kasimama walau rak'atayn, hakuleta kipimo. Huyu akifanya mchana akasimama, mchana akafunga, usiku kasimama, akaunti imeyayuka. Hayo yote yapo ndani ya nini? Ya Ramadhani. Ya salam. Ndani ya mwezi wa Ramadhani kidogo kikifanya ni kikubwa ukilinganisha na siku ambacho si za Ramadhani. Alhasana bi'ashri amthaliha, ndio Mtume anasema hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo. Desturi na kawaida ni kwamba mtu akifanya jema moja upata thawabu 10 nje ya Ramadhani. Ndani ya Ramadhani jema moja unaanziwa kupata thawabu 70 mpaka 700. Inategemea umakini wako na umaridadi wako na ustadi wako katika hicho ulichokifanya. Kuna mtu anafanya jambo moja ndani ya Ramadhani anachukua thawabu bilioni 1. Inshallah sote tuwe hivyo. Tuna thawabu za Qur'ani na kila kitu. Sasa tunamaliza Ramadhani, tunakwendaje na haya? Kwa nini linakuwa swali hili? Siku moja kuna mtu alisikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukisema la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, neno hilo moja tu Mwenyezi Mungu anakulipa miti 1000 peponi, na hadithi sahihi. Ukisema la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, hebu tusemeni hapo, tupande huko, la haula wala quwwata illa billahi
miti mingi sana huko. Bwana mmoja akasema basi hiyo pepo itageuka pori, utakuwa msitu mkubwa. Na mwenzake akasikia hayo majembe ya kukata hiyo miti ni mengi zaidi kuliko hizo la haula wala quwwata. Maana wanasema la haula wala quwwata illa billahi la aliyil azim. Umepanda miti, ukitizama hivi umekata miti 2000. 1000 umepanda, 2000 umekata. Sasa tunatoka ndani ya Ramadhani bijamil athwab, tuna thawabu nyingi sana, nyingi. Lau ingekuwa tunaona kwa macho ya kawaida ungeshaka, kama ile anavyosema Allah katika suratul Al-Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baina Allah. Qur'ani safi sana. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Siku ya kiyama ni siku ambayo kila mtu ataona alichokifanya katika khairi. Muhdhara imetumika vocabulary ya muhdhara, sio hadhira. Ya salam, Mwenyezi Mungu alikuwa fasaha. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara, yani ile neno muhdhara linaonyesha kilichopo mbele. Siku kila nafsi itakapoona kile ilichokifanya katika khairi kimoja tu, muhdhara, kimehudhurishwa kwa ukubwa wake. Wama amilat min su'in, lakini na yale aliyoyafanya katika mabaya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, atatamani kati yake yeye na hilo alilofanya amadan ba'ida, umbali mrefu kabisa. Dhambi iwe Zambia huko, yeye yuko Sudani, lakini ndio ishakuwa. Sasa lau tungekuwa tunaona tulioyafanya hapa, ya subhanallah, matajiri sana. Lakini ndo Ramadhani inakwisha, tunayaendaje? Jawabu, nadhani ushawahi kusikia kwa mashekhe hawa wakihadithia wema waliotangulia. Walikuwa hivi, wanaipokea Ramadhani na kujitayarisha kwa ajili ya Ramadhani miezi 6 kabla, na wakimaliza Ramadhani wanaisindikiza kwa kuienzi miezi 6 mingine. Salafu na salih kanu ala tilka alhala, walikuwa katika hali hiyo. Kabla ya Ramadhani miezi 6 nyuma wanaisubiri Ramadhani ije, ya salam ije, na ikija wanaililia na kuisindikiza kwa miezi 6. Maana yake nini? Maana yake wao mwaka mzima walikuwa wanaishi kama wanavyoishi ndani ya Ramadhani. Hiyo ndio maana yake. Nadhani sote tumeona tulivyoishi ndani ya Ramadhani, Rahim kabisa. Mtu akikukanyaga anambia nimefunga. Hakuna wewe usiniletee mambo kijinga vile. Akikukanyaga, ya sala, pole bwana. Umekanyagwa wewe, unamwambia pole aliyokanyaga. Tumeishi hivyo. Hakuna mtu aliyoacha kuswali. Akiacha swala ikimpita tena jamaa anajilaumu. Tumeishi hivyo ndani ya Ramadhani. Tumefuturisha na kufuturishwa. Vitu vya halali kwa muda maalum aliotupa Allah subhanahu wa ta'ala hatukuvigusa. Si chakula, si maji, si mengineyo. Mchana kutwa ndo maji yako mwenyewe unayoona, juisi ile pale, una stroke ya kutosha ya mwezi mzima, huigusi. Tumeishi hivyo ndani ya Ramadhani. Sasa imekwisha. Tunakwendaje? Ndio salafu na salih wanakuambia wao walikiipokea Ramadhani miezi 6 na walikiisindikiza Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu waliisoma ile aya ya katika suratul Baqara. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min aya. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu, akusema kutiba alaykumus sawmu. Inatakuwa muuliza kina Sheikh Isa, kwa nini Mwenyezi Mungu hakusema kutiba alaykumus sawm, kasema kutiba alaykumus siyam?
kuna tofauti. Swaumu ni kujizuia kusema tu basi. Ukikaa umesema leo mchana kutwa sisemi chochote, naomba wewe uko kwenye swaumu, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani, inni nadhartu lirrahmani mbele falan ukallima al-yawma insiya, mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu kukaa kimya, leo sitomzungumzisha yoyote. Hiyo ndio saumu. Lakini siyam ni kujifunga na mambo mengi, al-imsaku anil muftirati au al-imsaku anil mufattirati, ni rundo la mambo. Kiufupi, siyam ni kucheza na moyo wako na mwili wako, ukaishi kama malaika. Ndio wameitizama ile aya wakasema tunafanya mazoezi, tukitoka hapa tukiingia nje ya maisha ya Ramadhani tutabaki hivi. Mwenyezi Mungu atujalie hivyo. Ndugu zangu, katika mwanzo wa karne ya 4 Hijiria lilizuka kundi linaitwa al-Murji'a. Al-Murji'a au al-Murji'una, katika makundi ya wenyewe wanaita al-Mu'taqadati, wanachuoni makundi ya kitauhidi. Hili ni kundi gani au hawa ni watu gani? Nisikilizeni hapo sasa, ndio mawaidha yanaisha hapo. Hili ni kundi linaloamini kwamba mwanadamu wa Kiislamu anatosheka na imani tu. Kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inatosha, kwamba sio lazima kuishi sambamba na neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, yani si lazima kufanya. Ukisema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inatosha, sio lazima kuswali. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inatosha, sio lazima kutoa sadaka. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inatosha, sio lazima kuacha madhambi. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inatosha, sio lazima kuacha matusi. Kundi linaitwa al-Murji'a, limeathiri dunia yote katika ulimwengu wa Kiislamu. Si kweli. Muislamu wala ilaha illa Allah tu au amantu billahi tu kisha asiishi kama alivyoishi ndani ya Ramadhani haitoshi. Wote ndani ya Ramadhani tumesema amanna billah, tumemwamini Mwenyezi Mungu, lakini tumefanyaje? Tumeswali, tumefunga, tumekuwa wepesi kutekeleza awamiri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuepuka na wahi zake. Ndivyo sivyo? Ndio tumeishi hivyo, maisha mazuri tu. Tuna imani ya kutosha, lakini tumeswali. Tuna imani ya kutosha, tumefunga. Tuna imani ya kutosha, tumeacha madhambi. Tuna imani ya kutosha, tumesaidiana, tumesameheana. Hatukutosheka na imani tu. Wasiwasi wangu, tukishamaliza Ramadhani tutarudi katika kundi ya al-Murji'a, kwamba tutabaki na la ilaha illa Allah Muhammadu ni makosa. Tuijaze misikiti yetu kama tulivyoijaza vile vile tu. Kama tulikuwa na uwezo, binafsi mimi nimesoma misafu 10 mpaka jana. Leo mambo tu ndio yalikuwa mengi, sijasoma hata harfu moja, lakini nimesoma misafu 10. Lakini najua mtu kama Sheikh Isa kishamaliza sangeni misafu 100, kila akikaa hivi hamna jambo anafungua msafu wake, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan, anapata thawabu. Na wengi nadhani mlikuwa hivyo, mmesoma khitma zinaitwa wengine hapa nimeona, nimefika naingia tu pale watu wana misafu yao. Hayo ndio maisha. Wengi tumehudhuria majalisul khairat katika mwezi wa Ramadhani, tafsiri tumesikiliza madarasani, misikitini, fiqh tumesikiliza. Hayo ndio maisha. Ukiacha hayo umeingia katika kundi la Murji'a.
na wazi kabisa tunasema umeshindwa kuzilinda thawabu zako, umeshindwa kuishi au kufahamu nini maana ya Ramadhani. Pita tu, Mwenyezi Mungu atakulipa kila la kheri. Umeshindwa kuelewa maswahaba kwamba na salafu na salih walipokea Ramadhani miezi 6 na wakaisindikiza kwa muda wa miezi 6. Ndio itakuwa unafanana na huyo mtu aliokutwa siku ya Idi kamaliza tu kuswali msikitini, yupo kiti kirefu, kanzu kishavua, kofia ameiweka juu. Nikisema kiti kirefu inajulikana, si ndio? Inajulikana kiti kirefu. Kaweka kofia pale na tasbih yake, anamwambia yule mtu, Ramadhanu walla hatiha ya saqi mushtaqatun hannati ila mushtaq. Ramadhanu walla, Ramadhani ishakwenda, hatiha ntilie, anamwambia yule waita, ntilie kidogo, ntilie kwenye glasi. Mushtaqatun hannati ila, sio mimi, hii pombe yenyewe mimi ndio imenimisi. Sio mimi hii. Mtu mmoja na hadithi yake kutoa Misri mmoja, Ramadhan wala mushtaqatun hannati ila, Ramadhani shaenda zake, mambo yametumisi bwana. Sasa pointi muhimu hii, kuna majumba yalifungwa, lakini kuanzia 10 hili la mwisho yanafanyiwa repair, kwa sababu wenyewe wanarudi saizi. Nikisema majumba hayo yanajulikana. Biashara zote za haramu zilishuka chini kiwango, uchumi ulikufa, watu walipata hasara. Lakini Ramadhani inakwisha sasa hivi, uchumi wao utafanywa hivi wewe mpaka lini? Au sisi nijikusanya tutakuwa, yani sisi tutakuwa ni mitaji ya mabiashara ya watu ya ovyo mpaka lini? Mwenyezi Mungu atulinde. Ujumbe wangu nimelenga hii kitu tulichokipata ndani ya Ramadhani tuhakikishe tunakufa nacho, kwa sababu hapa laiti ingekuwa tuna matendo yetu yanaonekana kama inavyoonekana maji yakiwa ndani ya chupa, sisi sote sawa sawa na watoto tuliozaliwa kutoka katika matumbo ya mama zetu. Thawabu tuna thawabu tu, lakini madhambi hatuna. Ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kuuliza mtu akikwambia ushawahi kuona waacha Mungu, sema nishawahi. Wakina nani? Hawa hapa walikuwa Masjidul Maamur. Kwa nini? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum, ili mpate kumcha Mungu. Ndio hawa wamefunga, washakuwa waacha Mungu. Na ukitaka kulihakikisha hilo, angalia kila ulichokiomba katika Ramadhani umekipata. Wakati Ramadhani inakuja watu walikuwa na wasiwasi, nitafuturu nini mimi? Itakuwaje? Wengine sisi tulikuwa tunaandikiwa kwa nafasi zetu, bwana soma message nini, mimi kufunga naweza, lakini si itakuwaje, sina futari. Hakuna hata mtu ambaye akufuturu, si nyumbani kwake au huko alipoaliko. Ni baraka ya Ramadhani na vile mtu alivyojiweka. Ndugu zangu, tukikamate kwa mikono miwili kile chote, tena kufanya kitu inaitwa al-imsak, fastamsik billadhi uhiya ilaika. Yani al-imsak ni kukamata kitu kwa akili, kwa nguvu, kwa umakini, kwa fikra na uangalizi. Usikubali thawabu zote zile zikaliwa, kwa sababu thawabu na madhambi ni vitu vinavyotafunana. Ukifanya jambo jema linatafuna madhambi yako, na ukifanya madhambi linatafuna mema yako. Ndio Mungu amepanga hivyo. Ukitaka ubaki katika hali ile, ni kuhakikisha kila siku unafanya mema. Ukiteleza, ufuate hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema ittaqillaha haithu ma kunta, mche Mungu katika mazingira yoyote uliokuwa nayo. Ukiwa mjini mche Mungu, ukiwa kijijini mche Mungu. Ittaqillaha haithu ma, ukiwa kazini mche Mungu, ukiwa nyumbani mche Mungu.
Ittaqillaha haithu ma kunta, ukiwa barabarani, ukiwa msikitini, yani we hali yako iwe ni ile ile, usibabaishwe na tofauti ya mazingira yakakutoa katika takwa. Ittaqillaha haithu ma kunta. Sisi tuna sometime unabadilika. Juzi nimemkuta mtu rafiki yangu sana, tuko hapa Dar es Salaam, lakini nilimkuta Tanga. Kabla sijamuita jina lake la huku, nikamwambia bwana, huku unaitwa nani? Sije nikakuharibia bure. Maki mtu huyo mmoja huku mbunge, Tanga president. Huku Michael, huko pengine anaitwa Swaleh. Huku unaitwa nani kwa siri? Sije nikakuita ile jina letu kule, nikakwambia mimi jina langu lile lile. Kwa hiyo ittaqillaha haithu ma kunta, kisha wa atbi'i sayyi'a, hapa ndo napataka wa atbi'i sayyi'ata alhasana, na hakikisha unafuatisha lile baya ulolifanya kibinadamu, fatishia jema. Kwa nini? Tamhuha, kwa sababu hili jema lina kawaida ya kufuta lile na kinyume chake, baya linafuta jema. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Tulichokipata katika mwezi wa Ramadhani atuthibitishie na atupe uwezo wa kukienzi, lakini kwenda nacho mpaka pale tutakapokutana naye, tuwe sisi miongoni waliokutana na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa nyoyo zetu inaweza kusalimika. Aendelee kutusamehe madhambi yetu sisi tuliokuwa hai, lakini na wazee wetu waliotangulia mbele ya haki, awape vitabu vyao kwa mikono ya kulia, na wale ambao wamekosea basi awachukulie kwa ubinadamu wao. Yeye ni Rahim, Ghafurun, Halim. Allahumma innaka afuwun karimu tuhibbul afwa fa'fu anna wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Wassalam.